Wadau habari. Leo nipate tu ya ile issue yetu kuhusiana na msongo wa mawazo. Okay. So leo tunaingia wapi? Kwanza ningependa tujue dalili za msongo wa mawazo, kimwili, kiakili, kiafya, na baadaye tutaangalia hasara za msongo wa mawazo, cause si kila mwanadamu aliyepo duniani anaweza kukubali lile jambo lililomtokea kwa muda mfupi. It takes time, but akijikubali yeye ni nani, vile vitu vinaisha na anasahau kabisa. Kwa hiyo ningependa tuanze na dalili za msongo wa mawazo. Dalili namba 1 ni kuwa na hasira. Yaani inafikia mtu ana hasira tu, hasira ya kufa mtu. Unaongea naye tu kitu kidogo tayari anakichukulia tayari like it's that big issue. Anachukia ovyo ovyo, unafokewa, una shida yoyote, ulikuwa unamwelekeza jambo but yeye tayari shaluka na wewe. Mbona niambia nini? Kwani unielekeze? Bro, no, nilikuwa nazungumzia kwa wema tu ili ujue nini kinatakiwa. Lakini yeye anachukulia ile kitu negativity kabisa. Namba 2, kwenye mahusiano. Huyu mtu kwenye mahusiano, kila mtu anayemuona anahisi ni muongo. In short ni kutoaminiana, hamwamini yoyote. Mtu mwenye msongo wa mawazo kaka, hajai muamini mtu yoyote. Hamwamini mtu yoyote at all. Utakaa naye, utamwelekeza issue, atakuwa mgomvi, hataki kumwamini mtu, atakuwa na maswali mengi. Shida si kutaka kujua sana, no, ni tayari alishaumia kwa hiyo hataki tena kuumia. Namba 3, dalili. Dalili namba 3. Mtu huyu, bro, mtu huyu hukosa usingizi kabisa. Yaani hawezi kuwa na usingizi, hawezi pata usingizi kwa sababu mambo ya kufikiria yanakuwa ni mengi kiasi kwamba yeye mwenyewe haelewi afanye nini na maisha yake. Mtu anakuwa nawaza muda wote, utamwelekeza kitu hiki, hakuelewi. Yaani hakuelewi kabisa. Kulala, mtu unamwambia it's time to sleep, halali. Cause still, hata kama akilala, kichwa chake bado kinaendelea kufanya kazi, anaendelea kuwaza. Unajua siku zote mtu mwenye msongo wa mawazo anawaza, hafikirii. Naomba niliweke sawa. Kuwaza na nini na kufikiri ni nini? Kuwaza ni kuingia ndani ya mawazo pasipo kupata majawabu. Yaani unawaza tu. Lakini mtu anayefikiria ni mtu anayekuja na solution ya jambo. Kwamba okay, kwa kuwa imetokea hivi, mimi natakiwa nifanye hivi ili niweze kutoka hapa nilipo. Lakini mtu anayewaza, bro, kabisa huyu mtu anawaza, yupo kwenye dimbwi la mawazo ambalo itamchukua muda mrefu yeye kujua kitu anachokifikiria ni nini. Naomba tuelewane hapa. Nadhani kila mmoja atakuwa amenielewa utofauti wa kuwaza na kufikiri. Nadhani hapo mtu atakuwa amenielewa. Kwa hiyo sasa, mtu unapokuwa kwenye msongo wa mawazo, unawaza na hujakubali kwamba jambo hili ndivyo lilivyo. Wewe unachokifanya ni kulifanya jambo hili ni langu na litadumu milele. Ndio maana mwisho wa siku unasikia tu mtu alikufa kwa msongo wa mawazo. Why? Ina maana akili yake ilishindwa kukabiliana na changamoto iliyokuwepo kwa wakati huu. Wasikia bwana, msongo wa mawazo, watu wana commit suicide. Lakini watu hawa, dalili nyingine, watu hawa huwa na maamuzi magumu.
tunapozungumzia maamuzi magumu hapa, naomba tuweke sawa hili swala. Kuna maamuzi magumu yanayofanywa wakati wa jambo zuri na kuna maamuzi magumu ambayo yanafanywa kipindi wa jambo baya. Jambo zuri, mtu mwenye msongo wa mawazo anakuwa amejikatia tamaa. Watu hawa mara nyingi huwa wamekata tamaa kabisa. Yaani mtu amekata tamaa, hasikii, haambiliki, kiasi kwamba anaweza kafanya maamuzi kwamba let's say sina cha kupoteza. Ndo zile mnasikiaga suicide, kamchoma mwenzie kisu, kampiga mwenzie risasi, hivyo. Yani mtu, jambo dogo, jambo lilikuwa ni la kusikilizana, muongee, myaweke mambo sawa, but yeye hawezi, kutokana na kwamba alishajikatia tamaa ya maisha. Anachoona yeye kwake, advantage kubwa kwake ni kupotea. So wanakuwa na maamuzi magumu hasi muda mwingi. Unakaa naye, unaongea, mpo gorofani, anakuambia naweza nikaruka hapa. Wengine sio utani, hasa kwa wanaume. Wanaume wengi hawapendi kuongea vitu vinavyowasumbua. So you end up that guy akaruka tu gorofani. Nini? Alikuwa ananisimulia tu ataruka. Akaruka. Why? It's because alishindwa mtu wa kumface, kumwambia matatizo alionayo. Wanaume wengi tunatembea na vitu vifuani. Tumekaa kimya, tumebeba mizigo balaa. Na tunabaki na zana za Kiafrika. Au tunabaki na ujinga kichwani kwamba mwanaume halii, mwanaume hatangazi anayoyapitia. Lakini tutamtambuaje mtu huyu kwamba ana msongo wa mawazo? Dalili zote nilizozionyesha hapo nyuma ndizo zinazomfanya mtu huyu atambulike, hata kama akiwa ni somebody silence. Nilisahau nyingine. Watu hawa hujitenga sana. So muda mwingi ile akili inakuwa mimi kama mimi ningeomba sana, nimekaa hapa on behalf ya watu wengi, nakutana na mikasa mingi sana, hasa upande wa mwanaume. Sijajua serikali iliweka jicho gani au imeweka nguvu gani hasa kwa wanaume katika kuhakikisha matatizo yao yanatatuliwa na kusikilizwa. Duniani mwanaume hasikilizwi. Ukikuta serikali iko upande wa mwanaume, bro, hilo tukio sijui lilikuwaje. Wanaume wengi bana ni wagumu sana kuongea mambo yao, sana. Ni kwa sababu sijui hatuaminiani, sijui ikoje. Okay, naomba tuiache hili swala la wanaume, ni swala la siku nyingine. Naomba turudi kwenye jambo letu. Je, tupate hasara za msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo una hasara gani? Msongo wa mawazo una hasara gani? Hasara namba moja, hii ni kwa jamii yote, ni kupunguza nguvu kazi ya jamii kimaendeleo. Unakuta mtu tayari, this guy he used to work a lot, but kutokana na maswaibu aliyokutana nayo anaacha kwenda kazini. Fanyi kazi tena, hawazi kuhusu kuzalisha, hawazi kuhusu kuendeleza taifa lake, hawazi kuhusu kuendeleza familia yake. Anaamini lile jambo lililomkuta yeye ni kubwa zaidi kwenye maisha yake. Hasara nyingine, watu wanakufa. Watu wanakufa. We end up losing these guys. We end up losing these people.
Mtu amechoka, hawezi tena kubeba, anaishia kufa. Nini? Alikufa. Msongo wa mawazo ni hasara kwa jamii, cause uwezo wa kufikiria wa huyu mtu, sometimes unakuta the guy used to be active, perfect when it comes to decision, good decision in the what, in the society, but anashindwa, anaishia kufa. Tutapoteza watu wangapi wa aina hii? Tutapoteza watu wangapi wa aina hii? Kinachotufanya sisi tuendelee kuisha ni kukaa na matatizo yetu. Guys, please, tushirikishaneni kwenye matatizo yetu. Huwezi jua akili yangu ni ipi na akili yako mimi sijui ina uwezo gani. Akili yako ina uwezo wa kunisaidia mimi. Akili yangu ina uwezo wa kusaidia wewe. Tupendane guys. Okay. Hiki kilikuwa ni kipindi cha leo. Next time tutamalizia mada yetu, lakini tutaingia kwenye mada mpya. This is very mada, yani tutawapiga, ndawatambaliza ile baya. So karibu tena kwenye kipindi changu. Tuendelee kupeana mawazo na tuendelee kupeana ushauri. Kuna shida yoyote, ndaweka namba zangu, just DM me. Nifuate tu, haina shida. Niulize, tutasaidiana. Karibu. See you next time.